Pumbavu. Yaani sisi ni maskini, alafu wewe unataka kuolewa na mwanaume maskini. Huyo mwanaume kufukara simtaki kwenye familia yangu. Umenielewa? Zena, hivi tutaendelea mpaka lini kukutana kwenye majumba mabovu, mapolini, vichaka? Aise, hii hali mimi nimechoka sana, nimechoka mno. Hata mimi hali imenichosha, ila nitafanyaje? Wewe ndo mwanaume, wewe ndo unatakiwa ulimalize hili. Una maana gani kuzungumza hivyo? Unatakiwa uje nyumbani ujitambulishe, unitolee posa, kisha unioe. Ni kweli unachokisema, na miongoni mwa ndoto zangu ni kuishi na wewe, nikikute mke wangu. Lakini unajua fika hali yangu ya kiuchumi, nawezaje kuja? Naelewa hilo, ila wawili ni wawili. Mimi naamini tukishirikiana pamoja tunaweza. Yaani unataka nije kwenu kujitambulisha, sio? Ndiyo, ili tuweze kuwa huru na mahusiano yetu. Sawa. Ni hatua gani ambayo unafuata hapo? Siku ukiwa na muda, ukiwa na nafasi, utaniambia ili niweze kukupeleka kwa mjomba na jambo lingine liendelee. Shangazi. Nabii. Mjomba. Nakusikia. Samahani kwa kuwasumbua. Najua mlikuwa mmepumzika, ila nina jambo muhimu nahitaji kuwashirikisha kama wazazi wangu. Huyu hapa mnayemwona pembeni yangu anaitwa Kilaka. Bila shaka mnamfahamu kwa kumuona huko mtaani, lakini leo nimemleta hapa ili kuwapa utambulisho tofauti kidogo. Mimi na Kilaka tumekuwa katika mahusiano kwa muda mrefu sana, lakini nimeamua kumleta hapa nyumbani ili aweze kufuata process zote na tuweze kufunga ndoa. Kilaka, yule kule ni mjomba wangu na huyu ni shangazi yangu. Karibu nyumbani. Asante sana. Nashukuru kwa fahamu. Zena. Nifuate. Nifuate. Hivi Zena, kwa nini unanitukanisha? Nakuuliza wewe, kwa nini unanitukanisha?
Yaani umeamua kunivua nguo sasa. Hizi mila za wapi? Yaani wewe unakuja kumtambulisha mwanaume nyumbani kwangu? Hizi dharau hizi. Mjomba, mimi sijafanya hivyo kwa nia mbaya, ila nimemleta hapa ili mumfahamu, kisha process nyingine ziendelee. Mavu wewe. Mshenzi wewe. Hata kama ingekuwa ni sawa, lakini mimi nisingeweza kumpokea yule kijana. Kijana maskini, fukara. Mimi wa nini yule pale? Ina maana wewe hukuona vijana wote hapa kijijini ukaona huyu kijana fukara? Nakuuliza wewe. Lakini mjomba, mimi nampenda. Wewe kumbuka, nimetumia gharama zangu chungu mzima kukusomesha. Umeumwa wewe. Mavazi yako, kula yako. Nilitegemea wewe mwisho wa siku uje uleo upate mwanaume tajiri. Kumbuka mama yako amekuacha ukiwa mdogo sana, wala hujitambui. Na mimi nilitegemea kwamba wewe mwisho wa siku uje ulipe hizi gharama zangu ambazo nilizozipoteza juu yako wewe. Lakini hivi sasa unaletea mwanaume fukara. Inawezekana? Hii haikubaliki hata kidogo. Sasa naomba nisikilize. Naomba kamfukuze, mwambie aondoke pale. Sitaki kumwona nyumbani kwangu. Mjomba, kamfukuze aondoke. Nenda kamfukuze. Wewe kijana, hivi hapa mtaani hujaona mabinti ukamwona binti yangu? Nakuuliza, unavyojitazama wewe, unavyomtazama binti yangu, mnaendana? Nakuuliza, mnaendana? Lakini mjomba. Wewe kimya. Sasa naomba nisikilize. Unapajua pale shule kule nyuma kuna mikorosho, wanachimba vyoo kule. Wewe hazi yako ni kuchimba vyoo. Nenda kachimbe vyoo upate hela ya kula usiku, lakini sio kumuoa binti yangu. Hii ndio utasahau. Naomba ondoka kijana, naomba ondoka. Alafu na wewe, baada ya kumshauri aolewe na mtu mwenye pesa ili aweze kusaidia katika maisha yetu, wewe unakuja kuletea fukara yule. Kiraka ana nini? Kiraka ana kitu gani? Sasa naomba nisikilize. Kama hiyo hali itajudia tena, utaondoka wewe na huyu Zena. Sisi ni maskini, alafu wewe unataka kuolewa na mwanaume maskini. Huyo mwanaume wako fukara simtaki kwenye familia yangu. Umenielewa? Mjomba, mimi Kiraka ndo mwanaume ninayempenda na nahitaji mume wangu. Kama unahitaji kuolewa, tafuta mwanaume tajiri mwenye pesa ndio uolewe naye. Hebu angalia maisha jinsi tunavyoishi. Maisha gani haya? Nahitaji nibadilishe maisha. Alafu kumbuka, kuanzia ulivyokuwa mtoto mpaka umekuwa, nategemea hizo gharama zangu zirudi kwa wewe kuolewa ili nipate pesa. Umenielewa? Afutoka. Hivi mume wangu, hivi kuna zama za kuchaguliana wanaume sasa hivi? Mbona unamnyanyasa mtoto? Huo ni mfumo dume ambao wewe unauleta. Mpenzi wangu Kiraka, naomba usahau yote yaliyotokea pale nyumbani. Mjomba wangu zile ni hasira tu, ila naamini ataelewa. Zena, mimi naelewa kwamba unanipenda,
lakini mwenyewe umeona kilichotokea pale kwa mjomba wako. Ni dhahiri kabisa wanitaki. Sasa mimi nawezaje kuishi na wewe hali ya kuwa hatuna baraka za wazazi? Hicho kitu hakiwezekani. Kwa matusi yale, kejeli zile, wewe ni kuombe tu nenda nyumbani. Usiseme hivyo Kilaka. Mjomba wangu namjua mimi, naamini ataelewa. Wawili ni wawili, mimi naenda kushirikiana kwenye jambo hili. Kilaka, kwa ndo ina maana umeniacha? Zile ahadi zote ndo zimeishia hapa? Hapana Zena, mimi sijakuacha na bado nakupenda sana, lakini mimi sioni mwanga wa penzi letu huko mbele. Tutaishije? Kilaka mpenzi wangu, naomba unipe muda, kila kitu kitakaa sawa. Yupi anayefahamu mwalimu wa mapenzi anifundishe? Yupi anayefahamu tabibu wa mapenzi anitibie? Kama mapenzi subira, nishasubiri sana, nazinga kombolela, nishazunguka kwa waganga zengi Sumbawanga, wakanipiga hela, mashehe na wachungaji wakaniombea, lakini mambo bila mapenzi. Soma kidogo, nataka nichimbe dawa hizi. Si fresh lakini hapa hapana noma. Hapa hamna noma. Mjomba, utajikojolea mjomba. Bwana, huyu binti ni wa hapa kijijini? Ya, ni ndoto wa kila kijana hapa kijijini. Vipi, umemwelewa? Hamna. Manake nyinyi watu wa mjini nyinyi. Twende bwana. Hatimaye najua ulikuwa unajua kwamba nitakuwa nakudanganya. Nikasema bwana umenipiga changa la macho. Ilikuwa safari lazima nije. Mjomba, tumefika bwana. Ndugu yangu. DSM. Vipi kaka? Safi. Kumbe ndugu yetu. Bwana, huyu ndugu yetu. Ni bodaboda hapa kijijini. Kumbe ndugu yako blast. Sema kuuliza, alikuwa mvivu kuuliza. Sababu alikuwa ananiuliza sijui kwa mzee gani. Lakini mimi nikatambua kwa blaza Zege, ndio maana nikampitisha hiyo njia. Akakumbuka kuna mnazi fulani hapo. Kuna kipindi alikuwa mtundu sana mshikaji aliniambia. Ndio kwetu. Mchangamfu sana. Story nyingi sana bwana. Ndio kwetu. Karibu blaza bwana. Bwana hapo bwana ndo maskani. Au sio? Hapa ndo maskani kwetu. Karibu sana nyumbani kwetu. Asante bwana. Sasa, ngoja kwanza. Hebu nitilie namba yako kwa ajili ya ule mchongo ule. Mchongo? Kama sana. Bwana. Basi kwa ndugu yangu mimi nitakupigia, alafu naamini tutazungumza. Shukrani sana mwanangu. Sasa nitoke juu bwana. Bwana,
Huyu akudai? Nishamaliza naye. Washamaliza. Boda boda huko ajabu sana, anachukua hela kabla ya safari. Sio, nimemwelewa. Hamna, sema tunaogopa watu wa mjini, nyinyi mnakuaga matapeli mwelekagi. Basi sio kwangu bwana. Vipi ndugu yangu? Shangazi. Abe mwanangu, Nimekutoa nyumbani kwa sababu nimeona sio sehemu sahihi ya kukwambia jambo langu. hilo nalielewa, lakini kutokula, kutokufanya kazi, hiyo mwanangu sio suluhisho ya tatizo lako. Shangazi, ila mjomba anikosea sana. Kwa nini asikubali mimi niolewe na Kilaka? Mimi nampenda. Mjomba wako mwenyewe ni mwenye maisha yangu nayaona. Wegu yule, wegu mjomba wako. Mimi ananipiga, ananisukuma, wewe mwenyewe shahidi. Simuelewi hata kidogo. Yule hajui maumivu ya mapenzi yanaumaje. Mimi najua kwa sababu nilishayapitia. Ila siwezi kuongea mengi kukuambia kwa sababu wewe ni mwanangu. Ila maisha nayopitia na mjomba wako siwezi kusema yote. Ni siri yangu. Shangazi, lakini wewe mkewe unaweza kaongea naye akakuelewa kwa hili. Mimi napata tabu shangazi. Mimi mwenyewe niko dilema. Kulia sipo, kushoto sipo, nipo katikati. Naelea. Sijui hata nafanyaje. Sijui hata ninakusaidiaje. Yaani mimi mwenyewe nimechanganyikiwa, nimevurugwa. Sawa. Kama hilo haliwezekani, acha nitoroke nikakae kwa Kilaka bila ruhusa yenu. Karibu sana. Asante. Uliniambia nikutumie pesa ya makochi. Vipi tena, mbona tunakaa kwenye mikeka kama tupo msibani? Ni kweli ulinitumia pesa na mimi nikampatia fundi kijiji jirani ili atengeneze furniture za ndani, na amesema baada tu ya mwezi mmoja uhakika. Sawa. Mimi bwana nimefika kijijini kama vile ambavyo tulizungumza kwenye simu, na ujio wangu hapa nina jambo moja kubwa sana na la muhimu ambalo limenileta. Jambo muhimu? Jambo lipi hilo? Ndugu yangu, umri umeshakwenda, na hapa nilikofikia kiukweli peke yangu sitoweza. Ni muhimu kama nitapata msaidizi. Ila nilikaa nikatazama huko ambako naishi, nikaona hapana. Sitoweza kupata mtu ambaye nitaishi naye kwa muda mrefu. Nikaona sehemu pekee ambayo naweza kupata mke ni kijijini kwetu. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo limenileta hapa, nimekuja hapa kijijini kwa ajili ya kutafuta mke. Adam, yani umekosa kabisa mrembo mjini. Warembo wote wale? Warembo wapo wengi sana mjini, lakini kupata mwanamke ambaye unaweza ukatulia naye ni kitu kigumu sana. Sasa binafsi ninaishi kidogo kwenye ukale. Unaishi kwenye misingi ya mzee? Yes. Mjini kumeoza bwana. Mjini kumeoza. Kila mwanamke unayempata ni changamoto, kila unayempata ni shida. So nimeona sehemu sahihi ambayo naweza nikapata mwanamke ambaye nikatulia naye, nikafunga naye ndoa na tukafanya maisha ni huku kwetu, na ndio maana nimekuja kwa ajili ya hilo. Mimi nikuondoe hofu. Mwanamke umepata. Nitafanya kila jitihada, kila juhudi umpate mwanamke bora na mwanamke sahihi kabisa, ambaye mwenye maadili mema na aliyotukuka. Asante. Mimi naamini katika hilo utanisaidia sana. Nataka unitafutie mwanamke ambaye ni mchapa kazi, ana maadili, amelelewa vizuri, lakini pia kidogo ina kamvuto.
hapo kwenye ya mwisho umeikazia sana. Hilo ni la muhimu. Unaweza ukapata demu unamtanguliza. Basi mimi nafikiri ukinisaidia kwenye hilo, kwa sababu wewe uko hapa muda mrefu, ndio utakuwa umenisaidia sana. Tutafute kaya ambayo unaona kabisa hii wana maadili mema katika malezi, ili tuweze kupata mtu ambaye tutamuingiza katika familia yetu. Basi mimi niseme tu kwamba hilo zoezi kwangu ni jepesi, na sitakuwa tayari kumpata mwanamke ambao sio sahihi, kwa sababu akiwa hana maadili haribu kwako tu, bali kwa familia nzima. Ishi hapo hapo. Yaani baada ya donda unachukua sumali la moto ngi. Unanitafutia nini kwa mjomba wako? Unataka nipe taraka? Unataka nifukuze? We mtoto we. Shika adabu yako. Hilo silo suluhisho lako. Tukae chini, tuyajenge, tufanyeje ili mradi niongee na mjomba wako tulimalize ile tatizo. Sasa unataka utoroke ili iweje? Acha upuzi huo. Sasa swala la kuondoka nyumbani mimi sikushauri. Ila mimi nitajaribu kuongea na mjomba wako. Inawezekana akanielewa. Wewe hapo unaponaje mwanangu? Sawa shangazi, nakutegemea kwenye hili. Basi sawa, saa hizi muda huo. Twende kisimani, tukachote maji, turudi tupike. Maana unamjua yule. Akirudi, timbuli la shangede ndani aliishi. Sawa shangazi, mimi nakutegemea. Haina shida mwanangu, tuko pamoja. Bye. Basi tuondoke nyumbani mwanangu. Kiukweli ndugu yangu, sijapenda kabisa hichi ambacho nakiona. Pamoja na yote, nilikuwa nikikutumia pesa kila wakati ulipokuwa ukihitaji. Ulikuwa unazifanyia nini? Hebu tazama hii nyumba. Hujapaka rangi, hujaweka madirisha ya vioo ambao nilikuwa nimekwambia uweke. Ndani huko pako ovyo, viti hujanunua. Hivi kweli ndugu yangu? Odi nini? Vipi brother? Sawa. Kama kawaida. Poa mzee. Poa. Inakuaje? Fresh brother. Basi mimi nikajua utachelewa bwana. Wewe acha brother, nilipitia hapo kwa mzee Omari. Jana nimepeleka bidhaa zangu. Sasa leo nimepitia hapo, nikatoka hapo ndo kaja hapa. Chuma iko wapi? Chuma nilimwachia dogo. Nimwachia Dewaka kwa sababu nikasema ningeja na chuma itakuwa mizunguko ni mikubwa sana, hata wewe mji pia utahujua vizuri. Sawa, sema sasa hivyo umefanya kitu kizuri, kwa sababu naamini tungesema tutembee na bodaboda nisingeweza kuona mji vizuri. Hata mitaa mingine usingejua. Bwana, nilimpigia simu GSM hapa, nikamwambia kwamba nataka aje ili anipeleke niangalie mazingira ya hapa kijijini. Hiyo nzuri. Nataka nitembee kidogo nisafishe macho. Mazingira kidogo. Hiyo jambo la heri. Sasa ndugu yangu, mimi nafikiri tungeenda. Sasa bro. Sasa buku hapo. Mwanangu bwana, unanipasua sana kila siku. Bwana. Poa brother, baadaye. Hapo. Sasa. Hivi wewe umeshindwa kuniamsha kwa utaratibu? Na kuuliza wewe. Nashtuka kama na degedege. No, si nimekugusa tu. Niache. Simu yangu. Nikwambia ulete simu hapo. Hebu leta hapo. Leta simu yangu. Umetoka wapi? Na kuuliza umetoka wapi?
nimetoka kuokota kuni zile pale zile. Alafu mume wangu, kuna jambo nataka nikueleze kuhusu Zena. Jambo gani? Kuhusu yule mwanamume alokuja siku ile hapa. Hivi tunamuona mtoto sasa hivi kutu anashinda ndani, hali hafanyi kazi, afanya kazi ya kulia tu. Hivi kwa nini usimuache Zena akaolewa na ule kijana? Yaani wewe mwanamke nikajua una akili, kumbe ni bure ya gari kabisa. Huna akili wewe. Yaani nikajua kwamba umekuja hapa kuna kitu cha msingi cha kuniambia. Unakuja kunieleza mambo ya kipuzi hapa. Hivi unajua jinsi gani nilivyopata na mateso na Zena? Mama yake ameniachia angali mdogo Zena. Nimemlea kwa tabu. Dege yeye. Pepo punda yeye. Yaani kila aina ya shida nimepita nayo yule Zena. Halafu leo kirahisi tu aje mtu amchukue mwanangu Zena. Kama umepokea rushwa kuhusu mwanaume aje amuoe Zena, basi hapa huamuli kitu. Lakini mume wangu, mbona unamnyima mtoto haki yake ya msingi? Leo anaweza akaolewa na maskini, maisha yao akatengeneza akawa mazuri tu. Anaweza kwenda kuolewa na tajiri, akanyanyasika, akarudi hapa nyumbani, Zena akabakia kama moja. Usimfanyie hivyo mtoto. Mbona maskini ni watu kama sisi tu. Sikiliza wewe mwanamke. Huyu Zena ndio amesababisha mpaka leo mimi nimekuwa maskini. Nimeshindwa kujenga nyumba kwa ajili yake yeye. Nimemsomesha, gharama zangu kibao zimepotea kwa ajili ya huyu nani? Huyu Zena. Pesa zangu nyingi zimetumika kwa ajili ya huyu Zena. Alafu leo aje mwanaume kibaka maskini aje amchukue mwanangu Zena. Hivi inakuingia akilini? Halafu nilitegemea wewe umuombee mwanetu Zena aolewe na mwanaume tajiri. Halafu nashangaa tena wewe unamwombea Zena aolewe na mwanaume maskini. Hivi unaonaje maisha yetu ambayo tunaishi haya? Idadi ya watu kapuka katika ukoo wetu imetosha. Tena leo tena tuongeze makapuko wengine. Hii haikubaliki hata kidogo. Hivi wewe ulivyokuja kunioa mimi nilikubali? Ulikuwa tajiri? Ulikuwa na pesa? Mambo nilikubali tu na umaskini wako. Kwa nini mtoto unamkataza siolewe na mwenzie ambaye alompenda? Huo unyanyasaji mume wangu. Baada wewe kuwaza vitu vya msingi kumwombea mwanangu Zena aolewe na mtu mwenye pesa ili mwisho wa siku tusimamishe gorofa hapa, magari hapa. Lakini wewe unawaza vitu vya kipumbavu. Wewe ulivyonioa mimi ulikuwa na pesa. Unasemaje? Unajibu vipi? Unajibu vipi? Bwana mkubwa, wakina Zena ni pale. Ile nyumba inaonekana ile. Pale ndo kwao. Kwenye umwembe huu. Huu mwembe ile nyumba mbele. Maana huu mwembe wote upo kwao. Ile nyumba mbele ile pale. Bwana mimi nashukuru sana. Vipi, huyu mtoto anaishi na nani? Bwana huyu hapa kijijini anaishi na mjomba wake, anaishi na shangazi yake pia. Ambao ndo anaishi hapa nyumbani wote. Mjomba wake ni maarufu sana hapa kijijini. Kote huko ukipita pote huko, ukimuulizia bwana Chiba, unaletwa hapa nyumbani. Ila jamani mtata. Ndo maana binti yake amedumu kwa muda mrefu sana hapa mtaani. Jamani mtata sana. Vipi, binti ameolewa? Huyo binti sina shaka, huyo binti hajaolewa. Lakini hata kama hapa kijijini ni watu wengi sana wanaomtamani, ila mimi na imani hajaolewa. Ingekuwa kaolewa, hapa majirani tungekuwa tumepata taarifa. Sawa, basi mimi nashukuru. Nashukuru sana na asante.
Ndugu yangu. Naam kaka. Mimi kuna jambo kidogo nilikuwa nataka tuzungumze. Na naomba uniazime masikio yako. Kama hili la utafuta mchumba ndio kwanza nimeanza. Kwa hiyo nipe kama siku kadhaa itakuwa lipo sawa. Unajua hapa kijijini kuna kaya nyingi sana. Kwa hiyo kuna jinsi ya kuangalia ipi kaya ambayo ni bora, yenye malezi bora. Unachokisema ni kweli kabisa. Jambo ambalo nahitaji kuzungumzia ni hilo la kuhusu mchumba. Ila nahitaji kuzungumzia kwa upande tofauti kidogo. Kwa upande tofauti kidogo? Kivipi? Siku ambayo unakuja hapa kijijini, macho yangu yaliona. Kaka unaona haraka wewe. Lakini sikutaka kufanya haraka kwenye kufanya maamuzi. Ilinibidi kidogo ni fanye uchunguzi. Na ndio maana hata kwenye hizi siku 2-3 umeona nimekuwa ni mtu wa kutoka kurudi. Yote ilikuwa ni katika kuhakikisha kwamba nafuatilia kile ambacho nakihitaji, nione ni sahihi. Ni vyema kujiridhisha. Bila shaka unamfahamu binti mmoja anaitwa Zena. Kilaka mpenzi wangu, mbona upokei simu zangu? Kilaka, nimeongea na wewe, kama ni kuhusu mjomba mimi nitalipambania. Sasa kwa nini unanifanyia hivi? Naomba usiniache peke yangu. Mimi na mimi tukishirikiana kila kitu kitakuwa sawa. Sasa kwa nini unaniacha peke yangu? Unajua siwezi bila wewe. Unajua kabisa wewe ni mwanaume ambaye tumepambana kwa vitu vingi. Unajua kabisa wewe ni mwanaume wa ndoto zangu. Leo inaniuma sana. Siwezi Kilaka. Naomba usije ukaniacha peke yangu. Kilaka. 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 Zena. Ni binti mmoja mwembamba, mweupe hivi. Nimeambiwa naishi na mjomba wake anaitwa Chiba. Huyo mjomba wake anaitwa Chiba. Kaka muona sehemu sahihi. Kweli. Na umaarufu wa Zena ni wa namna mbili. Namna ya kwanza kwa uzuri wake. Namna ya pili ni umaarufu wa mjomba wake. Sawa, sasa unamuonaje kwenye tabia? Anafaa tumuingize kwenye familia yetu? Anatufaa, japo watu wengi sana wanamtamani kuwa mke wao, lakini sidhani kama amefanikiwa. Karata yangu kwa Zena, anafaa kabisa kuwa sehemu ya familia yetu. Basi sawa, nahitaji Zena awe mke wangu. Hilo limekwisha. Mimi nitaongea na mjomba wake vizuri tu, atanielewa. Unajua kuna mambo yanaumiza sana akili yangu. Mambo gani tena?
kuhusu shemeji yako Kilaka. Kafanyaje? Toka siku ambayo nilimpeleka nyumbani kwa mjomba mpaka leo hii, sio mtu wa kushika simu zangu, sio mtu wa kujibu meseji zangu. Hata nikikutana naye njiani nikimuongelesha anatunijibu akieleweki. Yaani ananiumiza sana kichwa changu, rafiki yangu. Inaniuma sana. Zina, nilishakwambia Kilaka kufai hata kuendana na mwindani. Ndugu yangu, naona umefukuzwa ukweni. Pole sana bro. Ni halali ucheke kwa sababu vinachekesha, sio? Lakini light ingekuwa ni wewe, mpaka sasa hivi ungekuwa unatoa machozi. Kaka, mimi siwezi kumwaga machozi kwa vitu kama mapenzi. Alafu nilishakwambia Zena sio mwanamke wa hadhi yako. Hebu jitazame wewe. Unaendana naye kweli bro? Ni kweli unachokisema. Lakini kumbuka kuwa Zena nimedumu naye kwa muda mrefu sana katika mahusiano. Sasa nawezaje kumwacha? Ni kitu ambacho kiwezekani. Ona sasa. Umeenda kujizalisha ukweni na umeambuliwa kufukuzwa. Bro, uone kama unajivunjia heshima. Yaani mimi nilitegemea kwamba nikija hapa nitapata ushauri wa maana. Lakini mpaka najuta kuja hapa. Mwisho wa siku unanicheka. Unaniona kama vile sina akili. Kaka, mapenzi yanauma sana. Light hili jambo lingekukuta wewe, mpaka sasa hivi ungekuwa unamwaga machozi. Unachokisema ni sawa, lakini familia za siku hizi haziwezi kuruhusu binti yao aolewe na mwanaume fukara kaka. Kwenye mapenzi na pesa, siku hizi watu wanachagua pesa tu kaka. Kwa hiyo ina maana umekosa cha kunishauri mpaka niachane naye? Nachoweza kukushauri kwa sasa ni hiki. Kama familia yake imekukataa kwa sababu una pesa, basi achana na mapenzi, nenda katafute pesa. Na ukishazipata watakuheshimu tu bro. Sijui umenielewa? Achana na mapenzi, tafuta hela bro. Sijui umenielewa? Hebu niambie, wewe ungekuwa mzazi, alafu mtoto wako anakuletea mtu kama Kilaka, ungekubali? Mimi naona mjomba tulipo sawa. Fifi, nilishakwambia sitaki umzungumzie vibaya mpenzi wangu Kilaka. Unajua nilikuchukulia thamani sana, nikakuona ni rafiki sana kwangu. Nilitegemea wewe ni rafiki yangu ambaye ungenishauri, ungenisupport katika majambo yangu. Ila mwisho unakuja kunichoma msumari wa moto katika kidonda changu ambacho ni kibichi. Hapana Zina, nimeongea tu. Kwani ulikuwa unatakaje? Kwa sasa sijui nataka nini, ila moyo wangu unatamani mambo mawili tu. Mjomba alidhia mimi niolewe na Kilaka. Pia Kilaka arudishe furaha yake kama awali. Kuhusu mjomba, sina nachoweza kukusaidia. Ila kuhusu Kilaka mimi tuongea naye, nitakuwa sawa tu. Sawa. Nitashukuru sana rafiki yangu. Kumzania ndiye kumbe sie. Odi. 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 Karibu. Bwana Zege. Ulijuaje kwamba mimi ndo natoka muda huu? Unajua mambo ya utafutaji bwana, unapoamka asubuhi basi unajikuta lazima kichwa kipambanuke. Niambie ndugu yangu. Samahani bwana Chiba. Bwana Zege, wewe ni mtu mkubwa bwana. Unajua ujio wako wewe una jambo. Wakuniomba samahani mimi. Nilikuwa nataka tuzungumze kidogo. Na mazungumzo nyeti sana na wewe. Una mazungumzo nyeti ya kuzungumza na mimi? Nimeshakujua wewe. Kama huhitaji viwanja, basi utakuwa unahitaji mashamba. Wewe ni mtu mzito bwana. Sasa tuwe tukazungumze pale.
wewe ndugu yangu. Kulikoni? Usio na shaka. Hivi Kilaka, umefanya nini Zena? Si ya kuelewa. Kwani mimi nimemkosea? Tasema hakupendi, hataki kukuona na anakuchukia. Zena ndo kaongea maneno hayo? Na tena nimekwambia tu kwa sababu nakupenda, ila amesema nisikwambie chochote, na amesema hawezi kuolewa na mwanaume fukara kama wewe. Fifi, unachokiongea ni sawa, lakini mimi na Zena tulikuwa na malengo makubwa sana, na nilikuwa na ndoto ya kuishi naye, yaani yeye kama mwanamke wangu. Lakini tofauti imekuja sehemu moja, wazazi wake wanitaki, na mimi sikuona umuhimu wa kuendelea na mahusiano kulingana na yale maneno ya mjomba wake, na ndio maana imefikia hatua kama hii hapa ya kutokuelewana mimi na yeye. Nitawezaje kuishi na mwanamke ambaye ndugu zake hawanitaki? Kilaka, unajaganya kuangaika na mwanamke ambaye kwa hawakutaki. Maana mimi nakupenda tu. Kwa na mimi basi. Mimi nipo tayari kuolewa na wewe wakati wowote ule. Nakupenda. Mimi na Zena nadhani natambua kabisa tumeishi kwa muda mrefu sana katika mahusiano, na mimi Zena nilikuwa nampenda sana na yeye alikuwa ananipenda. Nawezaje kuhamisha upendo kutoka kwake na kuleta kwako? Nadhani haitawezekana. Naelewa Kilaka, ni ngumu sana kuhamisha upendo kwa haraka kwenda kwa mtu mwingine, ila nakupenda sana Kilaka, zingatia hilo. Fifi, mimi nakuelewa sana, ila kwa sasa akili yangu haiko sawa. Yaani Zena ameharibu akili yangu kabisa, na akili yangu haiko hapa. Labda tu nikuombe kitu kimoja, nikishakaa sawa nitakutafuta. Kwa sasa niache. Nipo tayari kuolewa na wewe wakati wowote ule. Sawa. Sawa, zingatia hili. Zege, haya, lete maneno. Kama nilivyokueleza, leo nataka kuongea nawe jambo nyeti sana. Jambo gani hilo bwana Zege? Ndugu yangu Adam, sitakuwa unamtambua. Adamu. Nyinyi watu wakubwa sana unajua. Afu na ukoo ni mpana sana. Sasa kuwatambua ndugu zenu wote inakuwa ngumu sana. Labda unifahamishe. Sawa. Yeye anaishi mjini na makazi yake yapo mjini. Vipi, amekuja kutafuta mashamba? Viwanja vipo au anataka kununua nyumba? Tuchangamkie dili mapema hilo. Si viwanja wala si mashamba. Kaja hapa kwa jambo moja tu. Anataka kuoa. Anataka kuoa? Si unajua kijijini kwetu hapa wanawake ni wengi sana kama jinsi unavyojua. Ni yeye tu kuchagua ambapo yeye anapotaka. Chiba, kimsingi atambua sana uwezo wako wa kulea, kwa maana ya malezi kwa ujumla. Sasa karata yangu imeanguka kwa binti yako Zena. Unamaanisha nini? Nahitaji Zena aolewe na ndugu yangu Adam. Bwana Zege, hivi naota au bado nipo usingizini? Hebu nifinye kidogo, uende kawa bado naota, nifinye. Unajua siku zote huwa nawaza sana kwamba sisi labda maskini Mwenyezi Mungu ametusahau. Kumbe Mwenyezi Mungu vile vile anatukumbuka sisi maskini. Kweli maombi yangu yamejibiwa. Nilikuwa naomba sana. Mwisho wa siku Mwenyezi Mungu amejibu maombi yangu. Bwana Zege, hili jambo limepita na limepita asilimia zote. Siamini hivyo Bwana Zege. Mayeno. Mrekinshenule. Yani hapa niache kwanza. Unajua ninafurahi sio kifani.
Yaani hapa nawaza tu siku ambayo ya shughuli ya mpwa wangu Zena, jinsi nitakavyocheza. Tena siku hiyo nitafunga na msuri. Nitaalika ukoo mzima na majirani wote na ndugu jamaa na marafiki. Na kama utakubali binti yako olewe na Adamu, basi maisha yako kwa ujumla yatabadilika. Hilo limepita, tena limepita bila kupingwa. Kura hakuna hapa za kupigiwa, amepita kwa asilimia zote. Wewe ni kupanga tu ni siku gani na muda gani wa kuja kutoa posa. Umekuwa na shauku kubwa sana Chiba. Sio shauku, nina kimuhemuhe. Nina kimuhemuhe. Ai! Siwalila wana ulaneni, siwalonga wana ulanene, siwalila wana ulaneni mau. Ae, sawa. Zena! Wazana! Nakuja. Unaitwa na mjomba wako. Mwambie afanye haraka. Mke wangu. Leo bwana, niko nataka kutoka kwenda kujitafutia, lakini Mungu si Asmani akajibu maombi yangu, akasema, bwana Chiba, unaenda wapi? Unaenda kutafuta pesa? Hapana, leo pesa zitakufuata nyumbani kwako. Pesa zinakufuata hadi nyumbani kwako? Tulia mama, tulia. Hivi unamfahamu Zege? Zege ni ule kijana ambaye anakaa nyuma ya shule, wenye mjumba mkubwa wale, wenye wale matajiri wale. Humjui? Simfahamu. Sasa ngoja nikueleweshe. Bwana Zege amekuja hapa. Si unafahamu ana ndugu zake wengine wako mjini kule, matajiri. Sasa ana ndugu yake mmoja huyo, anaitwa Adamu. Amekuja kijijini, amekuja kuoa. Sasa amezunguka hapa kijijini kutafuta mwanamke wa kuoa, lakini macho yake yameona hapa nyumbani kwangu, na macho yenyewe yamemwona binti yangu Zena. Na kwa maelezo ya Zege kuhusu huyu bwana Adamu, anaonekana tajiri vibaya mno, ana pesa chafu sana, anakuja kubadilisha maisha yetu yanakuja kubadilika. Sasa hii bahati tusiichezee. Umenisikia Zena? Tena nakuomba ujisitiri kuanzia leo. Wewe ni mke wa mtu, kukaa kichwa wazi sipendi. Wewe mama, kaa na shangazi yako, mfunde jinsi ya kukaa na mume, mpe mila zote ili ajue jinsi gani ya kuishi na mwanaume. Umenielewa Zena? Umenielewa? Mjomba, nakuheshimu sana, ila kwenye hili utanisamehe. Sihitaji kuolewa na mwanaume yoyote tofauti na Kilaka. Uamuzi wangu ndio huo. Shoga yangu, si nikamfuata huyo Kilaka? Wanaume wabaya nyie. Yule bwana katoa mineno michafu. Etio, mi Zena nimemgaramia, alafu mjomba wake anakuja kunikataa. Kwanza sitaki hata kumuona. Kweli ameongea maneno hayo? Sasa shoga yangu, mimi nikudanganye. Kwanza kasema hata nisikwambie. Nikasema aka shoga yangu, lazima nikwambie, hauwezi kuongelea maneno mabaya mimi nikanyamaza kimya. Ila hata usimtafuti. Huu mwaka umeanza vibaya sana kwangu.
Nimekataa kuolewa kwa ajili ya Kilaka. Alafu na yeye ndo anaongea maneno haya. Kuolewa? Kuolewa na nani tena kata hujaniambia hilo jambo? Unamjua yule Zege wa kule bondeni maeneo ya shule kule? Yule mtengeneza vitanda? Huyo. Ana ndugu yake ametoka mjini. Amekuja kijijini kwa ajili ya kutafuta mke. Zege ndo amemleta nyumbani. Mwanaume wa mjini hata sikushauri shoga yangu. Atakuja kukupiga bomu hilo, ukalia kama mtoto mdogo. Alafu niliambiwa na mama mjini anaumwa magonjwa makubwa. Au kalizoko anatafuta kufia. Sasa nitafanyaje? Kilaka yenyewe ndio huyo. Shoga yangu, sasa hivi usimtafute huyo Kilaka na usikubali kuolewa na huyo mwanaume. Niachie mimi. Niwaze kwanza, nikipata jibu nitakuita. Si unaniamini shoga yangu? Ndio. Kaka. Naam. Muda sasa mwanangu, mimi na haraka nataka niondoke. Tuongee basi hiyo issue. Sawa, japo nilikuwa nataka nimalizie kwanza hapa. Iko hivi. Mimi leo nimeweza kukutana na Fifi. Lakini kuna maneno ambayo ameniambia. Nibaki naumia moyo. Fifi. Maneno gani amekwambia? Ameniambia kwamba Zena kamtuma aje kuniambia kwamba Zena hanihitaji, hanipendi na hataki hata kuniona. Kiukweli akili yangu haikuwa sawa kwa muda ule alioniambia. Na mpaka sasa hivi unavyoniona niko dilema. Sielewi chochote. Nilikwambia mimi, wewe mbishi sana. Zena sio size yako. Shida nampenda. Yaani Zena kumwacha ni ngumu. Nampenda sana. Yaani ni ngumu sana. Halafu tena. Yaani Fifi ndo anazidi kunichanganya akili yangu. Simuelewi. Kwa sababu Fifi yani ananitaka kimapenzi kwa muda mrefu sana. Ili hali anajua kabisa niko kimapenzi na rafiki yake. Sasa nawezaje kudeti naye tena? Bro, unajua una bahati sana. Kila mwanamke anakutaka wewe tu. Mimi bahati hiyo sina. Lakini uweze kubaki na huyo Fifi. Usimnganganie Zena. Ni maamia ubaki na huyo Fifi. Kaka, shida ni moyo. Mimi napenda sana kusikiza moyo wangu. Unataka nini? Unasemaje? Wanawake kibao wapo. Lakini bado nampenda Zena. Inaonekana unapenda sana maumivu kaka. Kwa hiyo mpango wako ni nini hapa? Hapa sina maamuzi yoyote. Ni lazima kwanza nikutane na Zena, halafu mwingine atafuata. Na ndio maana malaria inakuwa sikuishi, kwa sababu haufanyi usafi kwenye mazingira na kuzunguka. Kwa hakikisha majani unakuwa unafyeka vizuri, huku pia kwetu haya majani ngoa. Yaani sehemu ikae salama ili uweze kuepuka magonjwa milipuko. Zege. Fifi huyo. Huonekane siku hizi. Hii njia sasa hivi sipitipiti sana, napita njia kule hivi. Naona kuna mgeni. Ndio. Huyu ni kakaangu. Anaitwa Adam. Ametokea huko Dar es Salaam. Na kaja hapa kijijini kutafuta mke wa kuoa. Sasa changamkeni wanawake kijijini. Adam, mambo? Poa. Mimi naitwa Fifi. Nakaa huko hivi. Unapita njia hii hapa hivi. Unatokea kule hivi utakuta nyumba ina mikorosho. Na nashukuru kukufahamu Fifi. Zege,
kuna kitu muhimu nataka kuongea na wewe. Kwa hiyo nitafuti kabla hujaribu. Adam, bye. Aya. Bye. Hawa ndo warembo wenu kijijini? Bwana, ndo kwenye mziki wale wanaweka duara wanakatika hao. Huko ndo unapomalizia pesa zangu za ujenzi. Kesho majani hapa sitaki kuyaona. Sawa kaka. Nimemfuata Zena. Wewe umemfuata nini hapa? Shangazi, nimemfuata Zena. Wewe unapenda kumtafutia matatizo mwenzako? Lakini shangazi, Zena bado nampenda na natamani awe mke wangu, nifunga naye ndoa. Najua kama Zena unampenda. Hebu jaribu kucontrol hisia zako. Hivi unajua kama Zena hayupo hapa na mjomba wake anamtafuta? Haonekani mpaka hivi leo. Zena hayupo? Yuko wapi? Mimi nikuulize wewe. Mimi najua yupo kwako na mjomba wake anajua yupo kwako wewe. Na nakupa kazi ya kumtafuta Zena. Nataka leo jioni Zena awe kesharudi hapa nyumbani. Tawata! Tawata! Adame wangu! Come on, kuja hapa. Ulikuwa wapi? Nilikuwa hapo nje tu. Zena yuko wapi? Zena sijamuona. Nye, sitaki mnitie aibu. Mimi nimeshakubali kupokea barua ya watu. Hivyo basi, naomba ukamtafute Zena. Kikipita kiza cha leo, basi nisimoni hapa nyumbani. Na wewe pia usirudi hapa bila Zena kurudi nyumbani. Umenielewa? Unataka wewe amte Zena kushenzi. Shoga yangu, umefikia wapi kuhusu ile swala nakwambia? Nilishakwambia Zena, hilo swala niachie mimi. Sasa hivi cha kuzingatia, usikubali kuolewa na wewe mwanaume wala usimfatafati wewe kiraka. Kuna mipango yangu bado naiweka sawa. Ikitiki tu na kufuata pale pale kwa mjomba wako. Fifi, muda wanzidi kwenda. Nyumbani pashakuwa pachungu. Yaani naogopa hata kukaa. Yaani imefika stage na mkimbia mjomba, nikimwona hivi namkimbia. Hilo swala niachie mimi. Si unaniamini? Nenda sasa hivi. Baadaye jioni urudi, sawa? Kwa nini? Sasa hivi sio muda sahihi. Wewe nenda jioni utakuja. Ila usema kwenda kutafute muda huu. Na leo nilikwambia nitafute, afu kuna jambo muhimu. Wewe sasa hivi nenda, afu jioni utakuja, tutaongea vizuri. Sasa hivi sio muda sahihi. Nenda jioni utakuja.
Shoga yangu. Nani tena anayegonga huko? Umefuata hela zao za sungusungu na mimi sina hata 100 hapa nilipo. Narudia tena, usikubali kuliwa na wewe mwanaume. Wanaume wa mjini si wanaume. Mimi nitafanya kila kitu mpaka ile jambo liwe sawa. Nakuja kunishukuru baadaye. Sakala mdogo wangu. Nimekuja hapa mjokoza kuhusu masuala ya shemeji yako. Nimechoka na maisha ya shemeji yako. Nimechoka kupigwa, kufanywa ngoma kila siku. Nimechoka. Nikikwambia nimechoka, jua nimechoka. Makubwa. Yaani nilijua tu. Yaani ule ujio wako tokea unavotoka kule. Nilikuona kabisa huu ujio sio wa heri. Hivi wewe dada, katika kijiji chote hiki ukamwona mwanaume Chiba, kwa kipi alichokuvutia pale? Alikudanganya na pesa Yaani anachonifanya Chiba mimi, huwezi amini. Maisha ninayopitia mimi, huwezi amini. Kilichonileta hapa na kilichonitoa huko ni kitu hichi kimoja tu, kuishi na Chiba. Basi lazima uchoke kwa kipigo hiko, lazima uchoke. Hakuna mwanamke sasa hivi anayevumilia kipigo. Sijui unanielewa dada yangu? Angalia sasa hivi makovu yale kutoka. Dada, una makovu utasema unaenda kupigana ubondia huko. Nini? Yaani wewe Chiba ana nini dada yangu mpaka unavumilia vipigo vyote hivyo? Hapana mdogo wangu. Nimechezewa na wanaume kijijini hapa. Hakuna mwanamume hata mmoja alionioa. Kwa hiyo alivyokuja Chiba, alivyotaka kunioa, nikamwona mwanaume sahihi kwangu. Lakini kumbe alikuwa sio sahihi kwangu. Sasa anakukuta dadangu. Sijui unanielewa? Kipigo hakuna mtu anachovumilia. Hakuna mtu anayevumilia kipigo. Sawa? Wewe sio ngoma. Nimekuja tu mdogo wangu nishauri. Swali zuri. Unataka nikushauri? Wacha nikushauri. Usione hizi ndoa zote zimetulia katika majumba. Dada, hawa wanaume kuna jambo wanafanyiwa. Wao wanajikuta wage, wanajikuta wenda wazimu. Kuna wenda wazimu zaidi yao. Dada, wanalogwa. Wanalogwa. Sasa basi, kama unampenda huyo Chiba wako na unataka kumtuliza, nitafute kwa muda wako, nikupeleke sehemu sahihi. Tutampiga kama ngoma. Sasa unaona kupiga? Tunamzibua yule kama ngoma. Nisikilize mimi. Alafu nataka niondoke kwa bibi. Dada, kadi 3, tulia hivyo. Nikupashe. Uende kwa bibi ili weje? Yaani unatoka katika nyumba yetu ya ulisi, unamwachia yule Chiba wako, uende eti nenda kwa bibi. Dada, nyumba kama imekushinda dada, toa na ile Chiba yako. Tokeni pale. Lakini usiniambie eti kwamba mguu mosi mguu pele unaenda kwa bibi. Uongo huo. Sijui unanielewa? Umenielewa vizuri? Wewe ukitaka vita ondoka. Umejuaje kamana? Umejuaje? Si nimekuja nyumbani kwake. Shoga yangu naye haupiti. Sasa nipite na sasa hivi. Salama. Shoga yangu we msiri. Haya, nani tena hiyo?
We nawe malaria tu haya. Kwa jifanya mimi sijui dalili za malaria. Toka huko. Kaka, yaani sielewi kabisa nitampata wapi. Nimezunguka kote, sijamwona bado, na shangazi yake kanipa mzigo mkubwa sana. Ameniambia kwamba bila Zena kupatikana na mimi nipotee, maana hata yeye ananiambia kwamba mimi ndo nampa changamoto ya ndoa yake. Kwa hiyo sasa kaka, yaani niko dilema, sielewi nimpatie wapi, niende wapi nimpate. Kaka, matatizo umeyatafuta wewe mwenyewe, na ukiangalia Zena nyumbani kwao hayupo na kwako pia hayupo. Sasa hapo ni kama unajitafutia matatizo bro, utampata wapi? Najua ni shida, na ndio maana nimeamua nikwambie kweli kitu gani ambacho kinasumbua. Na ukizingatia wewe ndo rafiki yangu, damu yangu, unajua unanishauri vitu vingi sana. Sasa kwa hili mimi sidhani kama utaniambia kwamba huna msaada kuhusu hili. Jaribu kuniambia chochote niweze kufanya. Niende wapi? Au nifungue akili. Uniambie chochote nifanye ili mradi nimpate Zena. Bila hivyo sieleweki. Na ukizingatia yule mwanamke nampenda sana. Mimi nachokushauri hapo ni mara mia uende kituo cha polisi, maana wao wanajua kitu gani watafanya. Kwetu sisi itakuwa ni pagumu sana. Uone kama tutahangaika tu bure. Yaani niende polisi? Sasa si ndo nitawekwa ndani sasa? Kwa sababu hata mjomba wake ananituhumu mimi kwamba mimi ndo nimemtorosha binti yake. Sasa mimi niende polisi kama nani? Uone natafuta matatizo mengine hapo. Kwa sababu swala kusema kwamba waende polisi ni ndugu zake, sio mimi. Kwani Zena hakuaga na mahusiano na mwanaume mwingine kipindi akiwa na wewe? Hapana. Yaani kuhusu kwamba Zena alikuwa na mwanaume, hicho kitu hapana. Maana alikuwa ananiweka wazi kwa kila kitu. Umeona? Sasa kusema kwamba labda alikuwa na mwanaume sio kweli. Basi huyo atakuwa amerudiana na ex wake. Amini hilo. Wanawake jinsi walivyo, akigombana na wewe tu lazima atarudisha majeshi yake kwenye mahusiano yake ya nyuma. Ina maana Zena karudiana na Samsoni? Ile ngoma mwanangu siku ile pale ilibaki hivi mwanangu, nilipata ile show mwanangu, afu mwisho siku imekuja imeota mbawa. Yaani fikiria, ilikuja ile kempu ile ya kijiji jirani ile pale mwanangu. Wamekuja juzi mpaka hapa, afu mwisho siku nakosa nafasi. Wewe shida yako mwanangu, unapania sana vitu afu maandalizi kidogo. Sio kupania. Unajua mimi ni brand Mimi ni brand. Kwa kama mimi ni brand lazima niishi kibrand, siwezi kuishi sana mtu wa kawaida. Unaonaje? Kama kawa. Fresh. Kama kawa. Tupo mwanaitu. Samsoni, sijaja kwa ajili ya ugomvi. Namtafuta Zena. Nimezunguka kote, hayupo. Na nyumbani kwao hayupo. Mjomba wake anamtafuta, shangazi yake anamtafuta. Sasa kote washatafuta. Hapa tu nimekuja kuhitimisha. Je, yupo kwako? Wewe mwanangu namuulizia Zena kama nani yani? Si kama kesi wake. Nisikilize nikwambie mwanangu. Usione mimi kukaa kimya ukanichukulia boya, ukanichukulia za mwamwa. Nimeamua kukupotezea tu. Sawa, sitaki kuamsha vilivyolala. Unanielewa? Unajua wewe Samsoni, wewe
Yes, sijawahi kukuelewa hata siku moja. Yaani unawaza kila muda ugomvi. Ili iweje sasa? Mimi leo nimekuja kwa ajili ya kumtafuta Zena tu peke yake. Sasa kwa nini uzuishe masuala ya ugomvi ya nini? Mimi sihitaji basi ugomvi. Wewe unamtafuta Zena kama nani mwanangu? Mbona kama unaniuliza sana wewe? Wewe unakuja kumuulizia Zena mimi kama nani yake? Wewe si ex wake lakini nisikilize mwanangu. Nini? Unajua mwanangu. Kwa nataka kuniangusha na mimi, si ndio? Unataka kuniangusha na mimi? Chukua. Asa nisikilize nikwambie. Afu wewe umekuja kulianzisha upya wewe. Sasa nitakuonyeshea. Mshamba wewe. Oya. Naingia mara moja. Wewe mpumbavu wewe. Subiri. Uma ununua. Mwanangu Kilaka, pole sana ndugu yangu. Kwani ilikuwaje? Mungu basi. Yaani wewe ni mtu mnafiki mkubwa sana. Wakati napigwa pale ulikuwepo. Mbona ujongomelezea sasa? Wewe mwenyewe unamjua Samsoni. Ni mtata kinoma mwanangu hapa kijijini. Yaani mpaka mimi ningejaribu tu kuingia ama kugombelezea tungechanganywa wote. Alafu unajua mimi na mambo ya ugomvi. Si unajua mwanangu mimi mambo ya ugomvi mimi sitaki. Kwani issue ni nini zaidi? Yaani iko hivi. Yaani yote nimepigwa kwa ajili ya Zena. Zena namtafuta. Sawa. Mimi na Zena tuna ugomvi. Zena alinipeleka kwao kwa ajili ya kutambulishwa. Lakini mjomba wake anahitaji. Umeona? Sasa tunavyoongea hivi, Zena katoroka nyumbani kwao hayupo. Hii yote ni kwa ajili ya kumtafuta ndio maana nimepigwa. Nimekuelewa vizuri. Sasa ndugu yangu, wewe ni mwanaume mwenzangu. Na unayoyapitia wewe leo, huenda mimi nikayapitia siku moja. Sawa, mimi lazima nikwambie ukweli. Zena pale alikuwepo. Alikuwepo pale Zena, ameshinda pale, amepika, tumekula na ameondoka tena ungemkuta. Yaani kitu mimi kuambia tu kitu kimoja mwanangu. Mwana wewe Zena yule sio mwanamke. Yaani siwezi kuamini kabisa. Yaani Zena kunifanyia hivi. Oa. Nitakuja kufanya kitu ambacho. Pole sana mwanangu. Fresh. Pole sana ndugu yangu. Yaani maisha haya. Zena. Sasa huu ni muda mimi kukupata Zena, mrembo wa kijiji. Leki soki abeti mokolo atika kana bitumbeno kite. Soki milelo boinga obelanga na eba mama. Na kukangilanga motema. Afadhali nimekuona. Tamara, mwambie mmeo. Hii vitu alioanzisha haiishi. Hivi kosa langu ni nini? Ananipiga vile. Yaani kosa langu kumuuliza Zena? Tena ashukuru Mungu kwa kuwa walikuwa watu wengi. Walivyonichangia. Angekuwa yeye mimi ningemuonyesha. Unajua bado sijakuelewa. Samsoni akupiga wewe kwa sababu gani? Afadhali ulivyoniuliza hivyo. Yaani iko hivi. Mimi nimeenda tu pale kijioni kwao wanapokaa maskani kumuulizia Zena kwa sababu Zena kwao hayupo. Na mjomba wake anajua kwamba yupo kwangu. Umenielewa hivyo? Sasa mimi nimezunguka kote. Sijampata. Kwa kuwa yeye alikuwa ex wake. Nikasemaje ngoja nikajiridhishe kama ameenda kwake huyo Zena. Lakini sasa nimeambulia kipigo. Kanipiga amenichangia watu 7. Alafu kumbe Zena alikuwepo kwake. Nini wewe? Unataka kuniambia
Samsoni amerudiana na Zena? Ndiyo, Samsoni amerudiana na Zena. Tena mwambia hivi, mi Zena bado nampenda sana na nina ndoto ya kumuoa awe mke wangu. Mwambie Samsoni, hii vita aliyoanzisha haishii hapa bado. Sasa nakutuma wewe, si mkewe? Hii vita aliyoianzisha tutapigana. Nitahakikisha nimemvunja mguu yule. Yes, anijui, anajifanya bonge la bwana. Sasa mimi nakwambia, kamwambia mmeo. Msaliti mkubwa sana. Zena, kwa miaka ambayo tumekuwa pamoja, leo hii unakuja kunipa malipo ya usaliti? Shika adabu yako we. Alokupa ruksa kunyanyua mkono wako kumpiga binti yangu nani? Yaani hapa kijijini nilikuona kijana mstaarabu sana. Kumbe wahovyo hivyo wewe. Sasa nisikilize nikwambie. Nisikuone pale nyumbani kwangu. Iwe marufuku nikikuona umekanyaga katika uwanja wangu. Nitakacho kufanya hutoamini katika maisha yako. Nakata miguu yako hiyo. Shenzi mkubwa wewe. Muone alivyokuwa mfupi kama nukta vile. Na wewe twende huku. Twende! Shenzi. Fifi, nashukuru sana kuniambia ukweli. Nitakutafuta. Kila kaya hapa kijijini hapa nimewali kwamba kuna shughuli ya mjombangu anaolewa. Sasa huyu mtu anataka kuvuruga hii shughuli ya mjombangu. Mimi siwezi kuikubali kabisa. Zena ni mwathirika. Zena ni mwathirika? Na wao ugonjwa aliambukizwa na kilaka. Walifanya ile sidi. Ila nikaona ni vyema nikwambie.